Na tumefurahi kuja hapa na naibu wa rais kwa sababu tulipashwa habari kwamba kina mama na wafanyabiashara wa hapa sokoni walipata hasara kwa sababu ya kuchomekewa na moto. Kwanza nataka nikiwa kiongozi wa Kibwezi niwapatie pole wale wafanyabiashara wote ambao mali yao ilichomeka kwa sababu hiyo janga iliwaletea gharama, na ni vizuri kama viongozi tuseme pole. Pili, niseme kwamba mnajua pale mbeleni Rais William Ruto alikuwa na naibu wa rais ambaye kazi yake ilikuwa ni kuwagawanyisha Wakenya. Akiamka asubuhi anasema kwamba nyinyi watu ya Garissa kura yenu ni kidogo, hamna shares na hamfai kupata maendeleo katika nchi ya Kenya. Saa 7 anasema nyinyi watu ya Garissa kura yenu ni chache, hamfai kupata maendeleo, hamfai kupata kazi katika nchi ya Kenya. Akifika jioni kazi yake ni chuki. Ndio tukaangalia kama bunge tukiongozwa na hao viongozi wetu, tukaona kwamba Kenya haiwezi kuendelea na naibu wa rais ambaye kazi yake ni kugawanyisha Wakenya. Tukapeleka mswada bungeni, tukamuondoa. Ndio watu wa Garissa waweze kupata maendeleo. Nyinyi watu wa Garissa mnasema tulifanya vizuri, tulifanya vibaya. Tulifanya vizuri, tulifanya vibaya. Na ndio tukapata naibu wa rais ambaye yuko mbele yetu hapa leo, Profesa Kithure Kindiki, ambaye kazi yake ni kupeleka maendeleo mbele na kuunganisha Wakenya wote. Kwa sababu mahali tumefika katika nchi yetu ya Kenya, tunataka umoja wa taifa. Tunataka Wakenya wote wajihisi kwamba ni Wakenya. Hakuna Mkenya ambaye ni Mkenya zaidi kushinda Mkenya mwingine. Ya pili, mumetaja hapa maendeleo mengi. Mkasema barabara zinaendelea hapa Garissa. Mkasema kwamba maneno ya afya ikiongozwa na Duale inaendelea vizuri. Mkasema kwamba masoko inaendelea. Mimi mwenyewe nimeona mnajengewa airport hapa Garissa. Hiyo ni ishara kwamba miaka 10 ijayo hii Garissa itakuwa city, hata Garissa inaweza kuwa kama Dubai. Ikakuwa watu wanatoka ng'ambo wanakuja kununua mali hapa Garissa. Nataka niwaulize watu wa Garissa. William Ruto amewapatia barabara. William Ruto anawajengea airport. William Ruto anawajengea masoko. Wakati ukifika na nyinyi watu wa Garissa mtafanyia William Ruto nini? Mtampatia 2 term? Mtapatia William Ruto 2 term? Hebu nionyesheni 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto. Mwisho nikimalizia, hawa viongozi wote wako katika nchi ya Kenya, hata wale wako kwa upinzani, wanajua kwamba nyinyi mlichomekewa. Kila kiongozi hapa katika nchi ya Kenya ako na pesa yake. Shida ni ukarimu wa kutoa. Walijua kwamba leo tunakuja hapa. Leo hapa mmepata pesa ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Mmepata pesa ya rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa William Ruto. Hao wengine wote wanatafuta urais, wanajua kwamba mlichomekewa na wanajua tuko na harambee. Na hawajatumana pesa hao hapa. Wakati ukifika kama hawakuwakumbuka, nyinyi mtawakataa ama mtawakumbuka? Mtawakataa. Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka siasa ya porojo? Nyinyi mnataka viongozi ambao wanatusi viongozi wenu ama mnataka wale wanapatia heshima viongozi wenu? Wale ambao wanatembea na nyinyi ndio tupate maji, tupate stima na tusonge mbele. Yule kiongozi mwenye hiyo safari anaitwa William Ruto akisaidiwa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na Aden Duale, kiongozi wetu katika Wizara ya Afya. Basi ndio nisiseme mengi, pokeeni pole zetu, na mimi nimewaletea shilingi ya Kenya 1200. Nikirudi Kibwezi niwasalimie. Nikirudi Kibwezi niwasalimie. Turudi hapa tena. Na nimeelezwa kwamba kwa sababu tuko na mpaka hapa, watu wako hapa wengi kutoka huko kwangu, na nataka niwashukuru kwa sababu mnaishi na wao vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki.